Lakini kabla ya hapo nizungumze kidogo kuhusu sifa za kiongozi. Hebu tega sikio, andika sifa za kiongozi. Mwambie jirani yako sifa za nani? Za kiongozi. Nahitaji tuweze kujua sifa za viongozi. Miongoni mwenu mnakwenda kuwa viongozi wakubwa sana ndani ya JRC. Sema amina. Mwambie, sema mimi ni kiongozi ajaye. Sema tena, mimi ni kiongozi ajaye. Kwa hiyo uongozi huu sio ndani ya JRC tu. Hata kama ukiwa kiongozi uko nje, kama askofu ni kiongozi wetu wa CCM kwa aliko. Lakini sifa ya kiongozi ni ipi? Sema amen. Haleluya. Namba moja, mimi leo nizungumzie namba moja tu, na kesho namaliza namba 2. Haleluya. Kuna sifa 5 za kiongozi. Sifa ngapi? 5. Sema amina. Sifa ya kwanza ya kiongozi, kiongozi lazima awe ni mtu wa hamasa. Kiongozi lazima awe ni mtu wa hamasa. Hebu sema hamasa. Naongea na watu. Kama umekosa hamasa, haufai kuwa kiongozi. Kiongozi yoyote lazima awe na hamasa. Nini maana ya hamasa? Sema amen. Hamasa ni uwezo wa kutaka kufanikisha jambo kwa faida ya wote. Sema amen. Yaani kiongozi usiwe na ubinafsi kwamba jambo likifanikiwa ni kwa ajili yangu mimi tu. Kiongozi awe na hamasa, awe na uwezo wa kufanikisha jambo kwa faida ya nani? Ya wote. Sema amina. Kwamba napambana ili JRC iweze kuinuka, sio kwa ajili ya mango. Iinuke kwa ajili ya kila mwana JRC kwa jina la Yesu Kristo. JRC iweze kusambaa kila eneo, sio kwa ajili ya uzao wa mango. Ni kwa ajili ya kila uzao wa mshirika wa JRC kwa jina la Yesu Kristo. JRC ifike mbali, si kwa ajili yangu, ni kwa ajili ya Mtanzania na mtu yote ulimwenguni katika jina la Yesu Kristo. Lazima uwe na hamasa kwa ajili ya wengine. Usijiangalie peke yako ndio unafaa kuwa kiongozi. Hivi naongea na watu? Sema amen. Sema amen. Kwa kiongozi usiwe na roho ya ubinafsi. Usiwe na roho ya nini? Ya mimi. Uwe na roho ya kutoa kwa ajili ya wengine, kuinua wengine, kusaidia wengine, kuwafanya wengine waweze kuwa juu zaidi ya juu, sawa sawa na salamu yetu katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. Sema amen. Mnanielewa na Mungu? Mnanielewa vizuri? Sema amen. Haleluya. Kwa nini? Watu hawakuangalii sura yako, watu wanaangalia ndani yako umeweka nini. Hamasa iliyo ndani yako ndio watu wanaiangalia. Hiyo wewe kiongozi unafanya nini kwa ajili yetu sisi? Unawaza nini kwa ajili ya kesho ya kitu fulani? Huo ndio uongozi. Na ndio maana Magufuli alipendwa sana katika Tanzania. Yeye alifanya mambo machache kwamba mimi nafanya kwa ajili ya Tanzania masikini, ili hao masikini waweze kula vizuri, walale vizuri na wafanikiwe kwa jina la Yesu Kristo. Kusiwe na ubinafsi, na huo ndio uongozi. Sema amen. Naongea na watu. Kiongozi sio sura yako. Mwambie jirani yako, kiongozi sio sura yako. Kiongozi sio shepu yako. Tunahitaji hamasa ambayo inafanya wengine waweze kuinuka, wengine wafike mbali. Unahurumia wengine, unasaidia wengine, unawaazia mema wengine na kuombea. Pokea hiyo roho kwa jina la Yesu Kristo. Pokea hiyo roho kwa jina la Yesu Kristo. Pokea hiyo roho kwa jina la Yesu Kristo. Sema amen. Haleluya. Kwa vitendo vya msingi sana kuweza kuwa navyo katika uongozi wetu. Haleluya. Haleluya. Uwe na hamasa ya kutoa. Mfano kama kiongozi na mchango, habari ya kutoa. Kiongozi lazima una hamasa ya kutoa. Namba ngapi? Sio umechaguliwa kwa kiongozi unachangisha wenzako afa uchangi. Huo sio uongozi. Mwambie jirani yako, uongozi ni kuwa mfano wa kutoa, kusimamia na kutenda kazi. Sema amina. Mpigie Yesu makofi na vigelegele. Haleluya.
Sasa hamasa hii kwa kiongozi yoyote lazima iambatane na uaminifu pamoja na utiifu. Kiongozi mwenye hamasa yako lazima iambatane na uaminifu na nini? Na utiifu. Kama ni kiongozi hauna uaminifu, haufai kuwa kiongozi. Kiongozi lazima awe mwaminifu, ndio sifa mama. Na ndio maana nchi nyingi wanagombana, wanapigana kwa sababu viongozi sio waaminifu. Unachimba madini kwa ajili ya familia yako, sio kwa ajili ya watu wengine. Kiongozi kwa mwaminifu, utachimba madini kwa ajili ya taifa, sio kwa ajili ya uzao wako. Kiongozi kwa mwaminifu, utafanya kazi ya Mungu kwa ajili ya DRC Tanzania nzima, sio kwa ajili yako. Maana tukikosa uaminifu, ndio wachungaji wanachangisha michango, hiyo michango yochangisha anakwenda kuwa na familia yake. Yaani michango umechangisha ni ya kanisa, alafu unakaa kikao na familia yako, mnaanza kuibuinya nywi michango, na wakati ni kazi ya Mungu. Huo sio uongozi. Lazima uongozi uwe mwaminifu. Ukichangisha michango ifanye kazi sawa sawa na hivyo kusudiwa. Hivi naongea na watu? Unaongea na watu? Na ikiwezekana kiongozi utoe zaidi. Sema amen. Ili kuhamasisha watu wengine utoe nini? Zaidi. Haleluya. Pamoja na hayo yote lazima uwe mtiifu na mnyenyekevu. Maana uaminifu wote ule, ukiona mtu ana kiburi, ana jeuri, hawezi kuwa mwaminifu. Mtu mwaminifu ndani yake kabeba roho ya utii. Mwaminifu ndani yake kabeba roho nyenyekevu. Ndio maana mchunguze mtu yote ambaye ni mwaminifu, ndani yake ni mtiifu na mnyenyekevu. Hauwezi ukawa mtiifu, kama ndani yako hauna unyenyekevu. Hauwezi ukawa mtiifu kama ndani yako hauna uaminifu. Mwaminifu yote yule ni mtiifu. Sema amen. I repeat, mwaminifu yeyote yule ndani yake ni mtiifu. Nini kinafanya mwaminifu? Ni kutii sauti ya Mungu inayosema ndani yake. Nini kinafanya mwaminifu? Ni kutii sauti ya Mungu inayoongea na wewe. Ndio maana utakuwa mtiifu wa ibada, mtiifu wa kutoa, mtiifu wa kila kitu kwenye maisha yako. Na ukiwa mwaminifu, baadaye ukabeba utiifu, unafaa kuwa kiongozi. Haleluya. Sema amen. Sema amen. Nimesema kukosa utiifu, kukosa uaminifu, maana yake hautustahili. Tusome kidogo Wakorintho wa kwanza 4:1-2. Wakorintho wa kwanza 4:1-2. Nakimbia msomaji. Wakorintho wa kwanza 4:1-2. Mwenye Biblia soma dakika moja hapo. Wakorintho wa kwanza 4:1-2. Nisomee aliyefika. Mama Beni. Kwa sauti, chukua maiki, mpe maiki. Wakorintho wa kwanza 4:1-2. Shika maiki hapo. Neno la Mungu linasema, mtu na atuhesabu hivi. Yeyote yule na atuhesabu hivi. Kuwa tu watumishi wa Kristo. Ni watumishi wa Kristo. Na mawakili wa siri za Mungu. Mawakili wa siri za Mungu. Hapo tena inavyotajiwa katika mawakili, ndivyo mtu aonekane kuwa mwaminifu. Mpigie Yesu makofi na vigeregere. Kwa hiyo ukiwa mtumishi na ukawa wakili, ndani yako lazima ubebe kitu kikubwa kinaitwa nini? Uaminifu. Sema amen. Ndio maana mawakili wengi wanapewa milioni 5, milioni 10 wasimamie kesi na hawaibe hata senti 5. Kwa nini? Wanafanya kazi kwa uaminifu. Sema amen. Huwezi kuhesabia kama mtumishi, kama kiongozi, kama ndani yako hauna uaminifu. Na nimekuambia uaminifu ni roho iliyokaa ndani yako. Na mwaminifu yote yule ndani yake amebeba kitu kinaitwa uaminifu, utiifu. Mwaminifu, kila mwaminifu ni mtiifu. Kila mwaminifu ni nani? Mtu anayekosa utiifu hawezi kuwa mwaminifu milele kwenye maisha yako. Hata umpe gari yako, chako wako, atakitumia vibaya kwa sababu hana uaminifu. Naongea na watu? Hebu jiombee roho uaminifu kwa jina la Yesu Kristo. Haleluya. Kwa kuweka viongozi wasio waaminifu na watiifu, tunaweza kuliharibu kanisa. Kuweka viongozi ambao sio waaminifu na watiifu ni mlango
wa kuliharibu kanisa. Simenielewa? Sema amen. Sema amen. Kwa sababu watu kama hawa hawachelewi. Sifa za mtu kama huyo ambaye hana uaminifu, namba moja ni kigeugeu. Mtu huyu ambaye hana uaminifu, ndani yake lazima awe ndumila kuwili, lazima awe kigeugeu. Akiwa na wewe anaongea haya, akiwa mtaani anaongea haya, akienda kule anaongea haya, lazima atakuwa ni kigeu. Kataa hiyo roho kwa jina la Yesu Kristo. Sasa kwa nini tuwe na roho ndumila kuwili? Biblia ikasema usishirikiane na mtu mwenye kigeugeu. Usishirikiane na mtu mwenye kigeugeu. Akiwa kanisani ameokoka, akitoka nje amehubiri. Juzi Apostle Kizito kwamba mnambakibite, mnamsengenya apostle. Simuelewa? Nje ni msengenyaji, akiwa ndani ni mzuri. Hiyo ni roho ya shetani. Sema amina. Sema amen. Sema amen. Kwa hiyo mtu kama huyu lazima anakuwa ni kigeu. Namba mbili, mtu ambaye sio mwaminifu anakuwa ni mtu ambaye hariziki. Hawezi kurizika mahali popote pale anapokwenda, kwa sababu yeye anajiangalia yeye. Sema anajiangalia yeye. Kwa hiyo atahamia kanisa hili, atakaa, baadaye hariziki. Atahamia hili, hariziki. Atahamia ofisi hii, hariziki. Nini shida? Ndani yake amekosa kitu kinaitwa uaminifu. Ataishia kutangatanga tu. Sema amina. Hivi naongea na watu. Kama hata jirani yako mwambie sikia kitu hiyo, mwambie pokea hiyo. Mpigie Yesu makofi na vigelegele tena. Makofi na vigelegele. Kama sio kirema, piga makofi na vigelegele. Sema amen. Haleluya. Soma Mithali 22:10. Mithali 22:10 hadi 11. Kuna jambo jifunze hapo. Tunakataa watu ambao sio waaminifu kwa jina la Yesu Kristo. Naenda kumaliza Mithali 22:10. Mithali 22:10 hadi 11. Naomba nisome mahali hapo. Neno la Mungu linasemaje? Napoenda kuhitimisha, soma Mithali 22:10 hadi 11. Neno la Mungu linasema, mtupe nje mwenye dharau, na ugomvi utatoka. Rudia tena. Mtupe nje mwenye dharau, na ugomvi utatoka. Unanielewa? Naam. Fitna na fedheha zitakoma. Mtupe nje mwenye dharau na ugomvi utafanyeje? Utakoma. Mtupe nje mwenye dharau na ugomvi utakoma. Watumishi wa Mungu, mko mbele madhabahuni. Unapoona kiongozi sio mwaminifu, sio mtiifu, tukaendelea kumweka, tunajizika sisi wenyewe. Kama kwetu na maono makubwa, tunahitaji DRC ambayo baada ya sisi iwe zaidi ya Romani, ifike mbali. Lazima sisi kwa sisi tuwe watiifu na wanyenyekevu na waaminifu. Naongea na watu. Naongea na watu. Unajua, niliwaambia Jumapili ile, ni heri kuanza na 3 walio sahihi kuliko 100 wakorofi. Pona mama yangu. Umenielewa? Haleluya. Wengine mko hapa tangu Januari hamjatoa mafungu ya 10 kanisani mwenu. Mpo hapa. Mpo hapa na mmekaa na mabichwa amekaa tu na wazi waumi. Michango ya kanisa mtoi. Wewe hivi kweli Mungu anakuoneje wewe? Are you a Christian? Sema amen. Wewe ni Mkristo kabisa? Kama hata mmoja anakuambia ni Mkristo. Wewe ni Mkristo? Hivi naongea na watu. Haleluya. Sema amen. Lazima waaminifu namba ngapi? Ni kiongozi. Onyesha mfano. Si kwa ajili yako, kwa ajili ya Kristo na familia yako na maono yako na hatima yako kwa jina la Yesu Kristo. Madisha nataka kuangalia tu, akuacha tu, lakini je, nafsi yako inasemaje? Na niwaambieni siri. Mtu mbaya duniani ambaye hafai kuongozana na wewe, hafai wewe naye 2026 ni mtu ambaye moyo wake wenyewe hauwezi kusema ukajua makosa yake. Huyo mtu hafai milele.
kama utakuwa na rafiki ambaye moyo wake haumfundishi. Maana mwalimu wa kwanza wa maisha yako ni moyo wako mwenyewe. Kama moyo wako mwenyewe hauwezi kufundisha, moyo wako mwenyewe umejaa kiburi, haustahili duniani na kuwa karibu na mtu sahihi mwenye maono makubwa. Hivi naongea na watu. Ukitaka ufanikiwe, ambatana mtu ambaye moyo wake unamfundisha. Yaani nimefanya kosa, akikaa chini moyo unamwambia ndugu yangu, haukumbuki mema, haukumbuki hili, haukumbuki hili. Kama kuna mtu ambaye moyo wake haukumbuki jema na kwako, anaamua ya kwake, huyo mtu piga chini. Kama unajipenda lakini piga chini. Kama unataka uwe mamba, uwe kenge ndani ya mtu wa mamba, fanya hivyo. Haleluya mwana wa Mungu. Hivi naongea na watu. Mtupe nje mwenye dharau na ugomvi, utafanyaje? Utakoma. Manake usiambatane mtu ambaye afundishiki. Kuna mtu anamwambia kosa la kwanza haelewi, la pili haelewi, la tatu haelewi. Wewe ni makosa, 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 makosa. Yaani kila siku ni makosa, wewe ni kenge kabisa. Naongea maaskofu mkuu. Sema amina. Sema amen. Kumwatamia mtu ambaye hafundishiki, unaatamia shetani. Kumwatamia mtu ambaye hafundishiki, unaatamia shetani, na atakumeza mbele yako. Hivi naongea na watu. Mtu mwenye akili timamu lazima akubali kufundishika, lazima ageuke. Huyo ndio mtu sahihi. Haleluya. Mnapona mponi? Mnapona mponi? Hii hapa hata ukipiga makofi itakuingia tu. Haleluya. Sema amen. Sema amen. Maana mtu yoyote asiye mwaminifu, tegemea maugomvi, tegemea machuki. Mtu yoyote asiye mwaminifu, tegemea maugomvi, tegemea machuki, tegemea malalamiko. Nini kinafanya afanye hayo? Ndani yake hana uaminifu. Ugomvi kila siku, chuki, malalamiko. Hii ndio karata. Yesu atusaidie. Pona kwa jina la Yesu Kristo. Iwe siku yako ya kupona kwa jina la Yesu Kristo. Haleluya. Haleluya. Sema amen. Sikiliza, maana ukimforce mtu ambaye afundishiki, labda hujui maandiko. Tusome andiko la mwisho ninavyoenda kuagaga, Mathayo 12:30. Mathayo 12:30. Hii unielewe vizuri. Na kufunza kama kiongozi wa huduma. Mathayo 12:30 nasemaje? Yesu anasemaje? Mathayo 12:30. Unielewe vizuri. Biblia inasemaje hapa? Biblia inasemaje? Mathayo 12:32 unasema, mtu asiye pamoja nami yu kinyume changu. Rudia tena. Mtu asiye pamoja nami yu kinyume changu. Mtu asiye pamoja na mimi yupo kinyume na mimi. Mpigie Yesu makofi na vigelegele. Na mtu yoyote aliye pamoja na wewe atakuwa ni mtiifu na mnyenye. Umenielewa? Zaidi sana atakuwa mwaminifu. Mtu asiye pamoja na mimi yupo kinyume na mimi. Utakusanya peke yako, huwezi kukusanya naye, maana tayari yupo kinyume na wewe. Na ndio maana watu wengi wamekufa na kuteketea, wanakaa na watu ambao mioyo yao haipo pamoja na wao. Yesu akasema, watu hawa huniheshimu kwa midomo yao, ila mioyo yao iko mbali nami, nao waniabudu bure. Au ni Kiswahili? Ujamwona mwanafunzi ambaye anavaa nguo za shule Januari mpaka Disemba, nyumbani anaondoka amevaa nguo za shule, alafu aingie darasani anakwenda kwenye machaka. Ujamwona mwanafunzi kama huyo? Huwa wanafaulu. Wanamaliza shule. Mwambie acha shule, nenda garage, usipoteze muda. Maana anadanganya mwenyewe. Masomoni haingii. Hasa anasoma nini? Kama mtu hawezi kuwa na wewe kwenye mipango, mipangilio, huyo hafai. Niliwaambia siku moja, mtu sahihi anayefaa kwa kiongozi mkubwa,
Mtu sahihi wa kumwachia kanisa huduma au biashara, mtu sahihi wa kumpa cheo ni yule ambaye amesota pamoja na wewe kuanzia chini kwenye matatizo, mnapita kwenye milima na mabonde, hakuachi. Sometimes mnagombana, hakuachi, mnasonga mbele. Huyo baadaye mpe urisi, mwachie nafasi kubwa, maana hajawahi kukuacha, amekuvumilia. Kwa sababu kwenye mavumilio, kwenye mafanikio wengi wanaingiaga. Mafanikio yakifika juu, kila mmoja ni mtiifu. Nikuambie, mafanikio yakiwa makubwa, kila mmoja ni mtiifu. Lakini mtiifu wa kweli ni yule ambaye mnapita kuanzia chini kwenda juu, mnainuka pamoja, mnakwenda pamoja. Hajawahi kuacha kutoa senti yake. Baba, kama umekuwa hapa, baba hii hapa, baba hii hapa, baba hii. Mnakwenda pamoja. Moyo wako unaona, moyo wako unaona kwamba huyu kweli ni mwanangu, huyu kweli ni mwanahuduma. Sio yule ambaye akipata analia kwenye mapoli, akikosa yuko hapa, huyu hafai. Mmenielewa? Niwaambieni, huduma ni hatua. Mwenye akili lazima ajue nitafika mahali fulani. Na mtu yoyote mwenye maono makubwa, unaamua kujenga gorofa, usitegemee gorofa kwa siku moja itaisha. Nenda nayo pole pole, lakini kila siku inaongezeka, kila siku inaongezeka. Matumaini yako unaona mbele. Lazima ufanikiwe kwa jina la Yesu Kristo. Lazima ufike kwa jina la Yesu Kristo. Usikate tamaa, usivunjike moyo. Siku inakuja ya kuinuka, siku inakuja ya kusema Baba asante, siku inakuja ya kumwona Bwana, siku inakuja. Lazima tuende kwa jina la Yesu Kristo. Lazima tuinuke kwa jina la Yesu Kristo. Lazima tuheshimishwe kwa jina la Yesu Kristo. Lazima tufike mbali. Mtu sahihi ni yule asiyekubali kukuacha, anayetembea nawe hatua kwa hatua, mwenye uchungu wa ndani, asiyesikiliza maneno, asiyesikiliza maneno, asiyesikiliza umbea. Huyo tembea naye, na mkifika juu, mkifika juu, kama ni kumuinua muinue, kama ni kumtunza mtunze, kama ni kumpigania mpiganie. Mkifika juu usimuache. Haleluya, haleluya, sema amen, sema amen. Kiongozi sahihi, cha mwisho, kiongozi sahihi anahamasisha upendo, umoja na ushirikiano. Naishi hapo. Kiongozi sahihi anahamasisha upendo, umoja na ushirikiano. Mmeelewa? Kiongozi sahihi anahamasisha nini? Upendo, umoja na ushirikiano. Sema tuombe. Alipo Yesu yote yanawezekana. Alipo Yesu yanawezekana. Alipo Yesu, alipo Yesu, Yesu yote yanawezekana. Alipo Yesu yanawezekana. Nasema yote yanawezekana. Haleluya, haleluya. Alipo Yesu yanawezekana. Nasema yote yanawezekana. Haleluya, yanawezekana. Alipo Yesu yanawezekana. sema asante Yesu. Asante Yesu. Niko mbele zako. Niko mbele zako. Nipe roho ya utiifu. Nipe roho ya utiifu. Nipe uaminifu. Nipe uaminifu. Nipe unyenyekevu. Nipe unyenyekevu. Niwe kiongozi sahihi. Niwe kiongozi sahihi. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Nakataa kiburi. Nakataa kiburi. Nakataa uwizi. Nakataa uwizi. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Jiombe mwenyewe, unafahamu moyo wako, jiombe. Tamka mbele za Bwana. Tamka dakika 5 tu. Nenda mbele za Bwana. Mwambie Bwana, kila roho kiburi ndani yangu, kila roho ya kiburi
ninaikataa roho ya kujiinua, roho ya kujiona, roho ya kukosa uaminifu. Naikataa hiyo roho. Ombe ukimaanisha kwa jina la Yesu. Mwambie Bwana, kuanzia sasa ninapokea roho ya uaminifu, ninapokea roho ya kukua, ninapokea roho ya kusonga katika jina la Yesu Kristo. Kila roho ya kukosa uaminifu ninaiharibu by power, by force kwa jina la Yesu Kristo. Napokea roho ya uaminifu katika jina la Yesu. Sema asante Mungu. 2026 na kwenda kwa mwaminifu na mtiifu na mnyenyekevu. Kila roho ya kiburi na ikataa sasa kwa jina la Yesu.